Hii mambo ilifanyika 2 weeks ago. Hata huyo msichana hajazikwa na mtoto alikufa na twins. Sasa tukaamua tukuje after postmortem tujue the exact thing kabisa, tusikuje kwenye kitu kama iko political. Postmortem ilisema ni prolonged labor. Sasa leo tumeangalia Imagina dispensary haina kitu, hakuna kitu kabisa. Hata ukisikia mgonjwa anakuja kusaidika hapa unashangaa. Hata kuna wagonjwa walifika huko mapema, kitu ilikuwa around saa 2, hakukuwa na mtu alikuwa amefika. Na unajua ugonjwa ikwambii utakuwa mgonjwa wakati daktari wanaingia hospitali, ugonjwa inakuja anytime. So kuna shida mingi from kupata hizi vifaa vya kutumika, na pia yani unafika hospitali unaambiwa hatuna maji, kama mvua ijanyesha tunaenda tunachota na mtungi maji. Kama sasa hakuna hizi vitu zingine, sijui tunaweza sema namna gani. Hiyo ndio shida kubwa imepata wagonjwa wetu. Asante sana. Tumekuja hapa kama wajumbe kutoka national government. Na kitu ambacho nataka kuhimiza baada ya kuangalia facility hii na vitu ambayo iko nayo, kwangu mimi, kwa maoni yangu ni kwamba recommendation ni hii facility inafaa ifungwe mpaka ikuwe na the necessary facilities, madawa na equipment za kutreat wagonjwa, because as it stands right now it is just a place where it is actually a place where people will get even more infections. Utakuja hapa kama uko mgonjwa na upate more infections, and I think this is against human rights. Kwa kusema ukweli, facility haiko sawa and it needs to be dealt with as a matter of urgency for it to be able to treat watu wa hii eneo, kwa sababu sasa watakuwa hawana facility yoyote. Kwa hivyo naimiza wale ambao wako responsible watekeleze hiyo maneno, na hii ambayo mama ametueleza kitu ambayo mtoto wake alipitia, tukisikiza hapa hata sisi tulikuwa tunasikia kutoa machozi. Na tunataka kwamba wale ambao wako responsible for hiyo negligence wachukuliwe hatua, ili wasifanyie mtu mwingine yoyote the same thing. At this time and age in the 21st century in our country, it is very sad that a mother can lose her life and lose the lives of her children while giving birth. It is a big shame to our country, because hii 21st century hatufai kuwa ni kama tunarudi nyuma badala ya kuendelea mbele. Kwa hivyo wachukuliwe hatua ili iwe funzo kwao na wengine ambao wako na hiyo tabia. Asante. Kwa majina naitwa Lilian Sioi, mama county wa Trans Nzoia. Na tumekuja hapa kwa sababu ya sana tuna spearhead agenda ya kina mama. Na wakati ambapo tunaona watoto wetu wengi, wakati ambapo wamama wanajifungua wanapoteza maisha, akina mama wanapoteza pia maisha, inatuumiza sana kama kina mama. Na ndio sababu siku ya leo tumekuja hapa. Juu tunaona ni kama services za hospitali zimekuwa worse hata kushinda wakati ambapo wale wamama walikuwa wanashughulikiwa na wakunga. Sasa kama vile mwenzangu amesema tunashindwa, ndio tumeleta teknolojia mpya ama ndio tunarudi nyuma. Na tungependa kuhimiza vile tu tumesema tumekuwa hapa ndani. Hiyo maternity ward si mahali ambapo mtu anatakana kujifungua, to be honest. Ukiangalia ni kama mtu atakuja kupata more infection kushinda vile hata angejifungua kule nyumbani. Kwa hivyo hii facility inatakana ifungwe ama iweze kuhudumiwa immediately, kwa sababu haifai kabisa kuhudumia mgonjwa yeyote vile tunaitazama. Hello. Ama ena gaigas tuachire Magena. Aso mwana an Fanis. Akwerete agakunda nechi twin. Abana chi twin bale ngenda yaye. Bale ngoko semerwa bagusi. Bale go chakobe ngenteke nene. We lost life. Yani tokasiria magima y'abantu batatu, which is very very sad. Twalchire twaetire round twanyorere nga aigata bwenere tiko base mukungu bwensi uro moritago changache gokonyu nko yokora tukega ase ngenjo gitanda bakonyorera bana nkeyo chi machine chikorora nga kyo montage enderete gosenare buya achiko gonki buya. There is nothing ase igo to recommend kamuranje ministry ya health amone county government moteki quick action ekiagera agabuna tuacha mwatorora tuacha Kenya ngima. We don't want to see na ende facility ye operate ekiagera agabana makweli turabeto gokora tokonyora kurwaya bangina baito bali bakonyora abana egento kere gesikire na kere family nga kerba chire bareterwe omonto gochokogera generation yegendere na cha abantu bamanya gukwera. So we are so saddened. Igo
igo twa recommend muna ba Kenya abakungu na baiga bachumbe bakorosia machiko dispensary tebwenere tikoba biama basi. Kwa majina, my name is Ruth Odinga, MP Kisumu County. Today has been a very sad day to see what I've seen in this facility. I would not even call it a clinic or a dispensary. In real terms, this is something looks like somebody's house that they've just turned into something they're calling a clinic. It is very unfortunate that we still have this kind of facilities. And apart from the fact that if you look at the place where the women are giving birth, is worse than where a cattle shed would be, where you'd have even cows giving birth. The whole facility is actually quite filthy, and the darkness that I've seen even in the rooms where the bathrooms, and the toilets, somebody cannot give birth in a place where the toilets are just next door. Actually seeing the toilet and having the hygiene is impossible. I am here very saddened, and I think that is important. So to me, I demand that those who are responsible for the negligence that went through for the lady who died, after what I'm hearing here, it seems that it was a 24-hour. There's no way that you can say that delivery should have been for 24 hours. Yeah. Immediately they noticed that there was something that was not happening. They should have referred that patient to the next hospital, where she should have been able to get the necessary treatment that she needed. To stay that way, for me, I think that one of the things I believe should be done, and with immediate effect, and I'm saying it here where we also have government officials, and I've seen here the DCI and everybody, that investigations should be done, and those who are responsible to be held accountable. It's high time in Kenya we started becoming more responsible and being accountable for the deeds we do. I don't think the death of this woman should go unheard of. In fact, actually, the death of this woman should be able to open up for us women to come out and see and talk about the atrocities that are happening in Kenya, especially around birth. Somebody should not die when they're giving birth. Thank you. Thank you. This is Honorable Dr. Dagala, MP Vihiga County. Na tumekuja hapa kama wamama wenye wamekuwa elected kwa counties mzima, na kazi yetu ni kuangalia maslahi ya kina mama. Tumefika katika hii Magena dispensary ambapo huyu mama alipoteza msichana yake akijifungua, angezaa watoto wawili mapacha, na negligence ya hapa wote wakafariki, watoto na mama wote wakafariki. Huyu mama mmesikia trauma yenye alipitia, na sisi kama kina mama wenye tumechaguliwa Kenya mzima, representatives of KEWOPA, tumepata maajabu hapa. Hii hata si hospitali, hii ni cattle shed. Hata ng'ombe hazitakikani kukaa mahali kama hapa. Hii sisi tunaambia Ministry of Health, they swing up very fast to come and close this dispensary immediately, because it is a nuisance, it is something, even there is nothing to show. Hata pale kitanda yenye huyo mama alikuwa amewekwa azae ni kitu imevunjika. Hatujui hata alikuwa amewekwa chini ama amewekwa wapi. Kwa hivyo sisi kama kina mama wa Kenya, tukiwakilisha KEWOPA na bunge kula Kenya, tunasema kwamba Ministry of Health ikuje ifunge hapa, na ikishafunga hapa watafute solution. This thing needs to be renovated, walete madawa hapa. Watu wa Ogembo ama watu wa eneo hii wako na haki wapate medicine vizuri, watu wa Magena wapate medical treatment vizuri. Na watu wakiendelea kutibiwa hivi inaonyesha iko shida kubwa sana. Na tunaambia serikali, DCIO and everybody, those who neglected this mama until she died, they have to be taken, the necessary action should be taken. We are not going to lose mothers like this who want to give birth. We are not going to lose anybody because of negligence. Therefore, as women, we are not happy. What we have seen here is deplorable. This one looks like I don't know where, I don't know. I've said it's not even a cow shed. This is very embarrassing. Mama, mimi kwa majina ninaitwa Fatuma Masito, na mimi ni mbunge kutoka sehemu ya kule Pwani, Kwale County. Leo hii tumekuja msafara huu wa bunge la kitaifa
kuja kuangalia hali ambayo tumekuwa tukiisikia kwa vyombo vya habari na tukiisikia pia kwa mbunge wenu hapa Mheshimiwa Donya akisema kule Kisii kuna hospitali moja ambayo ni ya kijijini na kuna mama alifariki akiwa mjamzito. Hiyo hatukuamini, lakini kwa sababu sisi ni wawakilishi pale bungeni na kama mnavyojua sisi ni wanawake na hakuna mtu mwingine atakayetetea haki ya mwanamke katika hii Kenya yetu vile tunaona inaenda. Sofa mpaka kufikia wakati huu sidhani kama kuna mtu mwingine yoyote tangu asikie haya maneno aliweza kutembelea hospitali hii na kuona yale yaliyosibu hapa. Sisi kama wabunge tunakemea vikali kitendo kile ambacho kilitokea cha yule mwanadada aliyekuwa na ile hali ya uchungu wakati wa kuzaa na akachukua masaa 24 bila ya kupata hatua za kuweza kudhibiti hali ile au pia kupata ile kupelekwa katika hospitali ya rufaa kuweza kupata matibabu. Kwa kusema ukweli ni jambo la kuvunja moyo, ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kutamausha. Kuhakikisha kuwa wanawake karne hii ya 21 bado mwanamke anakufa katika hali ya kuzaa. Kuzaa si ugonjwa. Na labor pain pia si ugonjwa, hali ya kusikia ule uchungu si ugonjwa. Inakuwaje mtu paka anafika anakufa? Hii ni kuonyesha kuwa kulikuwa na utepetevu wa kazi katika hospitali hii. Na pia huenda ikawa hawana vifaa vya kutosha vya kuweza kuangalia ni shida kuu gani ilikuwa yule mama anapitia ndio aweze kupelekwa katika hospitali ya rufaa. Wallahi tusicheze na maisha ya binadamu. Tusicheze na maisha ya binadamu. Nimeona huyu mama aliofiliwa na mtoto. Wakati anazungumza wabunge wote hata machozi yanatutoka. Kupoteza mtoto ni uchungu jamani. Kupoteza mtoto ni uchungu. Na si uchungu kwake peke yake, ni uchungu kwa taifa lote. Mimi nakemea vikali kitendo hichi na nasema wale ambao wanahusika kwa mambo haya, kila mtu abebe mzigo wake. Serikali ichukue hatua za kisheria kuhakikisha imeadhibu wale ambao walikuwa wanashika wakati wa huyu mama akiwa katika hospitali hii. Asanteni sana na nasema poleni sana wale waliopatwa na msiba. Mama pole sana wewe na familia na Mwenyezi Mungu atakupatia faraja wakati huu mgumu.